chochote unachokiishi maishani, ukitumia kupita kiasi, wewe utakuwa muasi wa hicho kitu. Na hapo ndipo unapoanza kujihisi na mabadiliko katika mwili wako. Na usichokielewa kwamba hayupo daktari katika maisha ya binadamu kama mwili wako wenyewe. Mwili wako kazi yako ni kukupa taarifa. Kipi kiko sawa na kipi hakiko sawa. Wewe ndio wa kuchukua hatua kuweza kuweka sawa mwili wako. Ila mwili kazi yake wenyewe umeshakupa taarifa. Nasikia maumivu ya kichwa, mwili unakupa taarifa. Macho yananisumbua, mwili unakupa taarifa. Naarisha sana, mwili unakupa taarifa. Siendi chooni siku 3, mwili unakupa taarifa. Sawa sawa Tumbo linaniuma, mwili unakupa taarifa. Nikichuchumaa siwezi, mwili unafanyaje? Unakupa taarifa. Kwa hiyo mwili ni daktari. Mwili kazi yake ni kukupa taarifa. Lakini huu mwili pia kazi yake ni kuingiza na kutoa nje. Kwa hiyo kama unaingiza kuliko kutoa, uko kwenye dalili za hatari ambazo zitapelekea upate magonjwa makubwa na yasiyoweza kuambukizwa. Na kama unatoa sana kuliko kuingiza, wewe upo kwenye hatari ya kupata magonjwa makubwa yasiyoweza kuwa ya kuambukiza. Sawa sawa Na ukishakuwa na magonjwa ambayo sio ya kuambukiza, tayari wewe huna utofauti na mtu mwenye ukimwi. Nani anaelewa maana ya neno ukimwi? Karibu. Upungufu wa kinga mwilini. Kwa hiyo ukishaona una magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza, ni sawa na mtu mwenye ukimwi. Sawa sawa Ina maana kinga zako haziko balance. Ili mwili uwe timamu, kinga zinatakiwa ziwe balance. Sawa sawa Haya. Lakini pia afya hiyo hiyo inaeleza, afya ni utimamu wa mazingira na jamii inayokuzunguka. Tumeelewana? Kama mazingira yako hayako katika mazingira rafiki ya kutengeneza afya yako, basi utakuwa dhaifu. Aidha upo kwenye maeneo ambayo ni kelele nyingi. Sawa sawa Upo kwenye maeneo ambayo ni viwanda. Tumeelewa? Upo kwenye maeneo ambayo hayana miti, hayana ukijani. Sawa sawa Huioni ardhi, ina maana huko kwenye hatari.